Welcome back kwenye Pasuka Challenge, na sasa tunaenda kumreview mkaka single namba 3. Bachelor namba 3, reveal yourself. Mkaka single namba 3 on stage please. Hapa. Sogea. Mambo? Poa. Mzima. Mzima vipi? Safi, unaitwa nani? Naitwa Kani. Kani Brown. Kani Brown. Yeah. Una miaka mingapi? 25. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya biashara ya nguo. Biashara ya nguo. Yeah. Unauza nguo? Nauza nguo. Unatokea wapi? Mimi natoka Ilala. Okay. Umeona warembo? Yeah, naona. Tuambie unapenda nini kutoka kwa mpenzi wako? Ni kitu gani unakitamani mpenzi wako awe nacho? Mwanamke wangu mimi nahitaji vitu vitatu tu. Vitatu, vipi? Yeah. Upendo wa kweli. Awe na hofu na Mungu. Alafu awe na huruma na mimi tu. Huruma na wewe? Basi. Akuhurumie? Basi, yeah. Unahitaji huruma. Haya, kuna mmoja kashapasua hapo. Mambo? Poa. Sogea hapa kaka. Kwani umepasua puta? Kwa sababu sijamuelewa pigo zake kaka. Hujaelewa pigo gani yani? Yaani juu mpaka chini, yani sijaelewa chochote. Hapo. Pigo zake. Hebu muonyeshe pigo zako. Azielewe. Maana anasema hajazielewa. Hajaelewa nini? Yaani wewe muonyeshe pigo zako. Yaani sijamuelewa kiufupi kuanzia alivyovaa. Yaani wewe sio mambo yako, sio vitu vyako. Hicho tu. Yaani wewe unajiona umevaaje kwani? Sasa mwezi tu au? Yaani huwezi jua kwa sababu huwezi kumzuia mtu kuongea kile ambacho anajisikia kuongea. Kwanza mimi ni mtu wa fashion, sawa? Yes. Alafu pia nauza nguo. Kwa hiyo siwezi nikawa tu niko loko. Umeona? Mimi yani navaa kila nguo ambayo kwanza navaa nguo kwa kutangaza biashara, si unanielewa? Alafu mimi karibia aina zote za nguo ambazo mwanaume anastahili kuvaa navaa. Si unanielewa? Unavaa. Kwa hiyo inategemea ni lini nimeamkaje, umeona? Na mudi ya yani inategemea mara nyingi nimeamkaje. Sawa. Yeah. Umemsikia, kwa hiyo anavaa kila aina nguo, sio hii tu. Okay. Kwa hiyo yeye yuko kwenye matangazo ya nguo, sio kwa sababu ni favorite zake. In short ni kwamba kila ambacho unaniona mimi nimekivaa na kiuza. Si unanielewa? Yaani nguo ambayo mimi sivai ni nguo ambayo itanifanya nionekane mtu wa tofauti kwenye jamii. Hiyo ndio nguo ambayo siwezi kuvaa, lakini nguo yote ambayo navaa ili mradi sivunji sheria navaa. Nimemuelewa kwa upande wake kwa sababu yeye anatangaza biashara yake, lakini pia yani mimi sikujua kama yeye anatangaza biashara. Mimi natafuta mpenzi ama mchumba, lakini sio bisho. Nice. Kaka wewe ni bisho. Alafu nimjibie kitu kimoja. Na mimi hapa sipo kwa ajili ya kutafuta mpenzi wala mchumba. Sio, unanielewa? Natafuta mwanamke ambaye ana future, ana malengo, mwanamke ambaye nikiwa naye kwenye mahusiano hata kwenye maisha ana uwezo kunishauri kitu. Kwa upande wake labda yeye anaona sio vitu vyangu na mimi naweza nikaona sio vitu vyangu pia. Kwa sijali kwenye hilo. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Na kwa nini umepasua puta? Sijamuelewa. Hujamuelewa pia. Kwenye swala gani? Yaani sina hisia naye kiufupi kabisa. Yaani wewe unamwona tu amekuja, yani hata hujamuona. Unasema kama hujamuona. Nimemuona lakini sio vitu vyangu. Hauna sababu yani. Labda kwa nini sio vitu vyako? Kwanza amesema ana miaka mingapi? 25. Mimi na 22. Wewe hapo unahisi changamoto nini? Mimi? Wewe hapo unapo labda nikuulize wewe kwa sababu mimi na miaka 25 na 22. Unahisi changamoto nini? Changamoto ni nini msaidi? Kwanza kama nilivyosema ni moyo tu wenyewe, yani haujashtuka, sijashtuka naye. Afu na kingine kwenye umri. Yeye ana
Usema 25, 25 mimi 22. Kwa range ni kama miaka 3 bado. Bado. Changamoto yake ni range ya miaka. Umri labda ulikuwa una mpango, yani una mpango kwamba mimi ulipanganiwa na miaka labda kuanzia 30 au wewe mtu ambao unamhitaji wa kuanzia umri wa miaka mingapi? 30 ndio unahisi unaweza kutengeneza naye maisha. Samani. Kaka ndio unanihoji sana. Unajua kwenye maisha mimi nataka nikufundishe kitu dada. Sawa? Mimi ni mwanaume. Sio, unanielewa? Alafu mwanaume yani hanaga umri wa kusema ni date na mwanamke wa umri gani ili niweze kutengeneza naye familia, maisha na hata kutimiza ndoto kama mke na mume. Sio, unanielewa? Kwa upande mwingine hata mimi nikikuona na kuona kwenye upande wa maisha bado ufikiri huko. Bado kijana. Bado una vitu vingi sana ambavyo bado hujafanya kwa wewe. Kwa ninavyokuona bado una vitu vingi ambavyo unahitaji ufanye kama kijana bado hujafanya. Na unahisi hata ukiingia kwenye mahusiano ambayo ni ya ndoto na malengo kama kwangu utafeli. Baba kama kuna kingine. Mimi naona mngeendelea tu na watu wengine. Huna cha kujibu. Sina cha kujibu. Anakuchosha. Kaka uliongea ameniingia. Ila nampa pole. Nampa pole. Kwa nini? Nilijua labda na sababu zingine za msingi, kumbe ndo hizo. Mimi mwenyewe wakati naingia sikuona kasoro yoyote, hata kwake pia. Lakini hayuko smart. Kwenye swala gani hayuko smart? Akili. Hana akili. Yeah. Huna akili dada. No. Sio kwamba hana akili. Unajua unaposema mtu hayuko smart ni kwamba hajui akili yake inataka nini hapo alipo. Yeah. Kwa hiyo siwezi nikamlazimisha, siwezi nikampangia yeye kwa umri wake afanye nini. Umeona? Kwa sababu inategemea na mazingira yeye anayoishi, nini anafanya, kwa wakati gani, na ana ndoto gani na ana malengo gani kwake. Kwa hiyo siwezi nikajua na siwezi nikampangia nini afanye kwa wakati upi. Kitu cha kwanza, yani kikawaida, mindset ya mwanamke na mwanaume ni tofauti. Mwanamke ukimchukua hapa sasa hivi binti labda wa miaka 20 ukamweka pale. Ukamchukua na mtoto wa kiume wa miaka 20 ukamweka pale. Ukianza kuwasoma lazima utagundua utofauti. Mwanamke yani pale mtoto wa kike ataonekana anajielewa. Unajua mtoto wa miaka 20 anaweza akakaa kwenye ndoa vizuri, akaolewa na akaendelea na maisha kama kawaida. Lakini mtoto wa kiume miaka 20 akioa, yani kiufupi nitaka niseme kwamba mimi sasa hivi nikisema ni kwa mtazamo wangu mimi, lakini najizungumzia mimi. Nikisema niende na huyu nikaishi naye kama mume wangu, kanizidi miaka 3. Na hata tukikaa hivi ni kama tunalingana nini? Umri. Kitakachoendelea ndani ya hiyo ndoa ni kuchuana kwa akili. Umeona Yaani tutakuwa tunachuana, hakuna kitu cha maana tutakuwa tunakifanya. Lakini mimi sasa hivi nikienda kutulizwa na mwanaume ambaye amenizidi miaka 5, tunaweza tuka make sense. Alafu sijajua kwa nini ananihoji sana. Mngeendelea tu na wengine. No, yani sio kwamba anakuhoji. Yani kitu ambacho ukijui ni kwamba yani narudi kwenye pointi yangu kwamba ungekuwa smart na hisi ungenielewa. Kwani hakuna mwanamke ambaye kaolewa na mwanaume ambaye yeye anamzidi? Yani mwanamke ni mkubwa kwa mwanaume. Hujaiona? Ndio maana nikasema kuwa mimi. Yani nimekuuliza hujawahi kuona. Na ndio maana nakwambia hivi kwa sababu kwa wewe nikaja nikagundua kitu kimoja kwamba hauko smart. Kwa nini? Mwanamke anapokuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano, haijalishi ni aina gani. Si unanielewa? Yani inabidi kwamba ukubali kwamba mwanaume ni kichwa. Si umeelewa? Yani mwanaume lazima awe kichwa cha familia, haijalishi ana umri gani. Sasa ukishasema mwanaume ni kichwa, kwa mimi yani nataka mwanaume ambaye ni mtu mzima, yani amenizidi miaka 5, huko mtu ana miaka 30. Sawa hata kama ukawa ni kichwa, ni wewe ukubali kubali ukatae. Wewe
tukiishi na mimi tutakuwa tunachuana. Kwani shida ya nini? Ndio nishasema hivyo, ni mimi huyo naongea. Kwa hiyo endelea kutafuta wengine. Wewe ni kabila gani dada? Samahani lakini. Ngoja kushikia. Unajua yani wewe Sijali, ngoja kushikia. kitu ambacho ukijui ni kwamba kwanza kuna kitu ambacho nimekigundua, wewe ni tegemezi. Si unanielewa? Tegemezi kimaanisha nini? Umenielewa? Unajua mwanaume kama mimi ambaye kwanza nimetambua umuhimu wa mahusiano. Sawa, sijaje hapa kwa kukurupuka. Umeona? Nahitaji mwanamke na mwanamke ambaye ninamhitaji mimi ni mwanamke wa nitengeneze naye, yani ninapomaanisha kwamba nataka mwanamke wa kutengeneza naye future. Sitaki anikute nina gari, sijui nimbebe nimpeleke Mlimani City akaenjoy. No. Nataka ile gari wewe ununue matairi, mimi ninunue engine. Si unaelewa? Haijalishi ni kwa njia gani, napitia nini na changamoto ni zipi. Yaani sio kwamba sina uwezo wa kusema kwamba ukae ndani nikuhudumie, hapana. Nataka mimi ninapohangaika kwa namna moja ama nyingine, na wewe hangaika kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana nikasema mimi kwanza sipendi mwanamke tegemezi. Alafu sipendi mwanamke ambaye ubongo wake umelala. Yaani wewe hauko smart kichwani. Sijazungumzia kwamba hauna akili. Akili unayo lakini haifanyi kazi vile ambavyo inatakiwa. Yaani akili yako imelala, yaani wewe ni tegemezi. Lakini na kushauri kitu kimoja kwamba mimi ninapoondoka hapa sio mwanaume wa mwisho ambao utakutana naye kwenye dunia. Si unaelewa? Na kufundisha kwamba maisha yako hivyo. Sawa? Hayako hivyo. Huenda mimi yani ungekuwa na sababu nyingine labda huna hisia na mimi ningekuelewa. Lakini eti nataka mwanaume alonizidi miaka 5 hao. Huyo mwanaume alokuzidi miaka 5 anakupa nini? Labda ni kwa lugha rahisi. Sawa? Wanawake wengi kizazi chako wewe, yani generation yako wewe. Nyie mnategemea upate mwanaume ambaye ana kila kitu. Sawa? Na mimi sio kwamba sitaki kuwa na yani unajua sio kwamba sikuwa na mwanamke before na wala sio kwamba sitaki kuwa na mwanamke ambaye nina uwezo wa kuwa na mwanamke yote ambaye ninamtaka mimi. Lakini kitu kidogo ambacho wanawake wanakosa, usmart. Mimi nataka mwanamke smart. Haya. Kwa hiyo so smart tumeelewa. Yuko smart. Umeelewa sasa wewe na Subiri nimwambie kitu. kwa ufupi. Kwa ufupi ni kwamba yani mimi mpaka kufika hapa tayari nishakutana na nini? Na vitu ambavyo vimenipelekea mimi kuja hapa. Kwa hiyo ukianza kunielezea sana sijui nyewe mnapenda utegemezi sijui. Kwa hiyo nafikiri mimi sijawahi kudate na kijana kama wewe. Nishawahi kudate na kijana kama wewe na naona kwenye jamii nyie ni watu aina gani na mahusiano yenu yanakuwa vipi. Na ndio maana nimesema nataka mtu ambaye amenizidi miaka kuanzia 5. Usiseme siko smart. Kila mtu nataka nimrekebishe. Kwa ufupi. Nataka nikurekebishe kitu kimoja. Sitaki udate na mimi. Si unaelewa? Yaani nataka uwe mwanamke wangu mimi nyumbani kwangu, mwanamke wa maisha yangu, mwanamke ambaye na uwezo kwamba mke wangu leo nimetoka kazini, sawa? Nimepitia changamoto 1 2 3. Unanishauri nini? Yaani ndio mwanamke ambaye namtaka mimi. Sio mwanamke kwamba mimi nimetoka kazini, sawa? Mfano labda asubuhi nimeondoka umeniambia nataka hela nikasuke. Narudi jioni ile hela sina. Mbona fulani mume wake anampa? Sitaki. Hiyo ndo akili yako ambayo unaiona kwako. Yaani wewe ndo mwanamke wa aina hiyo ambao ukikaa kibarazani ukimwona shoga yako na smartphone, wewe una basi jioni ni vita na mume wako. Hicho kitu ndo sikitaki. Kwa hiyo kaka wewe umekuja kutafuta mke. Kwa lugha rahisi naweza nikasema hivyo mke. Sawa. Umesikia? Mambo? Poa, mambo. Poa, unaitwa nani? Naitwa Mariam. Mariam, kwa nini umepasua puto? Nimepasua puto kwa sababu kuna vitu sijavipenda kwake. Cha kwanza, yuko vizuri. Yeah. Ni mrefu. Mimi napenda mwanamume mrefu. Jamani ndio ugonjwa wangu. Napenda mwanaume mrefu. Napenda mwanaume mwenye kifua kipana kama hivyo kidogo. Lakini ndevu jamani, kidevu. Hana nazo? Anacho kidogo, kinanifaa kwa matumizi yangu. Ambayo napenda. Mariam. Si ndio? Si bora niwe mkweli. Nimempenda ila vitu viwili tu. Mimi alivyovaa kwangu sio shida. Hivyo vingine nishaambia mimi napenda. Yaani napenda amechonga nyusi cha kwanza. Ngoja kwanza. Namalizia. Cha pili umri. Amechonga nyusi Cha pili umri basi. Ana miaka mingapi?
35. 35. Unahisi kwenye umri wako wewe ambao umenizidi nini? Amesema na miaka 25, nimekosea? Ndio maana nimesemaje kwenye umri wako wa miaka 35, sawa? Na umri wangu mimi wa miaka 25, ukawa mke wangu ndani. Unahisi ni changamoto gani kubwa ambayo utaipitia kwangu mimi? Aidha umri ambao umenizidi utakonaona kama mtoto, au sitaweza kumudu mahitaji yako, au sitaweza kukuendesha wewe kama mke wangu. Unaweza kuniendesha kama mke wako, unaweza ukamudu mahitaji yangu vizuri. Shida itakuja pale tu kwamba tutasumbuana, kwa sababu bado umri wako unahitaji kuhangaika sana huku na huku. Kwanza samahani. Amesema anaitwa Mariam. Mariam. Ni Muislamu? No, Kristo. Sababu iliyonileta hapa, narudia, sitaki mwanamke wa kudate naye kwa sababu mtani wako wengi sana. Nina uwezo nikapata mwanamke nikawa na date naye usiku mmoja, asubuhi nimeachana naye. Sawa? Nina uwezo nikapata mwanamke wa kudate naye wiki moja nikaachana naye. Na nina uwezo wa kudate na mwanamke kazini ni naye, nyumbani ni naye, barabarani ni naye, mgawani ni naye, duka la madawa ni naye. Wanawake wako wengi, yani nikisema nianze kuorozesha hapa sasa hivi sidhani kama nitamani. Uwezo na kwa sababu sio kwamba nakosa hela ya kuonga. Sawa? Sio kwamba nakosa hela ya mwanamke kaniomba kasuke, kwa sababu tayari nina biashara na msingi nafanya. Si unaelewa? Ndio maana nikakuuliza mwanzo kwamba wewe umri wako wa miaka 35 na umri wangu mimi wa miaka 25, unapokuhitaji uwe mke wangu mimi, unahisi nini ambacho utakikosa kwangu mimi? Aidha ni ulivyonizidi umri utaniona kama mtoto kwako, au ulivyonizidi umri utaona kwamba siwezi kukidhi mahitaji yako kama mke wangu. Maana hapo namaanisha sasa ni ndoa hiyo, sio? Na lakini pia umri wangu mimi na umri wako wewe, yani naweza nikasema mimi sioni kama kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo ungeondoka naye 25 kwa 35. Of course kama ni mwanamke ambaye nimempenda na yeye amenipenda, ndio maana narudi pale pale kwenye sababu zangu 3. Mimi siangalii mwanamke mzuri, siangalii mwanamke ana shape, siangalii mwanamke sio kapaka makeup, sio imekolea, sio imefanyaje, no. Hivyo vitu vinatengenezwa. Mimi nahitaji vitu 3 tu kutoka kwa mwanamke. Sawa? Upendo wa kweli, huruma, na hofu ya Mungu peke yake. Hivyo vingine nitatengeneza. Kama ni mwizi, kama sio ni, kwa sababu nimedate na wanawake wa aina nyingi mpaka wezi. Yaani mimi kimenishinda kukuta mwanamke mtaani, kwa sababu changamoto Dar es Salaam bwana, wanawake kiukweli wezi. Wezi wanawake. Nimeshaibiwa zaidi ya mara 2 wanawake wezi sana. Pole sana. Sio unaenda kuokota wapi? Sasa shida yako ndio umeenda kuokota kubaya. Mariam umemsikia, lakini kaka anaongea sana. Njoo hapa tumalizie. Njoo. Simama hapa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Melania. Melania, kwa nini umepasua puto? Kwanza huyu kaka ana maneno sana. Out of it, tuache hichi kichupi cha kichwani. Kaa kila sekunde umwangalia anachokifanya kwenye mdomo. Ni humu tu. Kama anaomba sukari. Too much bisho. Too much bisho. Kaka una bisho mwingi. Afu chochovaa kichwani kinaitwaje? No, ngoja kwanza nimrekebishe kitu kimoja, sawa? Sijavaa kichupi kichwani. Hiyo ni inabidi atengue kwa. Okay. Sijavaa kichupi kichwani. Yaani mimi niko hapa kwanza kwa muonekano wangu juu mpaka chini. Ukiachana na muonekano wangu ambao unaoniona nao, mimi ni mfanyabiashara wa nguo, pia ni mtu wa fashion. Si unaelewa? Yaani kile unachokiona kwenye mwili wangu, nafanya biashara kiko dukani. Si unaelewa? Kwa hiyo na swala la kulamba lips si nini, no, hii ni style ambayo niko nayo. Unaweza kukuta. Hebu kwanza vua kofia mara moja. Fresh. Hicho ni nini, mtuonyeshe kwenye kamera? No, hii ni kofia, ni kofia. Jina lake. Sisi tunaviita vichupi vya kichwani. Ni wewe, lakini mimi nikiwa nacho kichwani ni kofia. Yeah. Kwa hii ni ya kiume ya kike, wewe kama fashionista? Wewe unaionaje? Mimi sijui, ndio maana nimekuuliza. Hii ni ya kiume, ndio maana nimevaa. Ya kiume. Yeah. Maana yake mdada hawezi vaa.
Kwani nikuulize kitu? Wewe umevaa suruali hapo? Hiyo suruali ya kiume ya kike? Hii ya kike. Basi kofia nilovaa kichwani ya kiume. Maana yake wewe ivaliwe na sisi. Unaweza ukavaa lakini nani unaweza ukavaa lakini ni ya kiume. Hiyo suruali siwezi kuvaa kwa sababu ni ya kike. Yeah. Kwa hiyo yani ndio maana nataka niwarekebishe kitu kimoja, sawa? Mimi kitu ambacho siwezi kuvaa ni kitu ambacho naweza nikavaa mbele za watu, kwanza nikaonekana sina maadili, alafu nikavunja sheria za nchi, dini na hata utamaduni pia. Kwa hiyo kama niko hivi, uzuri simkeli mtu barabarani, sawa? Sionyeshi kwamba nimemdisrespect mtu. Vaa kofia. Rudishia. Kwa hiyo amekwambia kuhusu kichupi na unavolamba lips. Kichupi na kulamba lips. Okay, na nataka nimjibu kwenye swala la kulamba lips. Dada, mimi sipaki lipstick. Alafu yani lips zangu mimi huwa yani nasema zinakauka mara nyingi. Sijui ni tatizo langu mimi au sina mate ya kutosha mdomoni. Ila lips zangu huwa zinakauka mara nyingi, kwa nafanya kuzilamba ili niepuke kupaka lipstick. Lakini samani. Lakini kuhusiana na hizo lips kukauka, uoga kuna medication ambayo watu wanakuwa wanaipaka out of lipstick. Watu wanakuwa wanatumia. Subiri kwanza. Lete sasa, Out of your lipstick. Na kuhusu hivyo kuvaa kila kitu unasema ni fashion yako. Unajua unaongea sana kaka. Dada, ngoja kidogo. Nataka nimjibu. Ameniambia sio mimi nitajia vitu gani sio vya kupaka kwenye lips. Dada, mimi ni Muislamu. Sio, unanielewa? Alafu kwenye kitabu cha dini hakujaandikwa kwamba mwanaume ajipake sui nini umenitajia sui nini. Hivyo sio vitu vyangu kwa kweli. Haya sawa. Njoo. Mambo. Poa. Ambao umepasua, yaani ulivyoona tunataka kuja kwako ndio ukapasua. Hapana. Sio kwamba mlivyokuwa mnakuja kwangu ndo nikapasua, hapana. Nimepata sababu kwa yani ni vitu zangu kabisa. Yaani unajua ile vitu zangu. Ndio hizi ni vitu zangu. Kwanza hebu mumzumu hayo macho jamani. Wallahi. Haya, hebu onyeshe macho. Vitu zangu, yani kwanza kodi alizokula wewe, si unaniona hata tukikaa walele wakacha vitu zangu, ila sasa sema ni Muislamu. Dini. Wewe Mkristo? Yeah, siwezi badilisha dini. Kaka, unamuona ni kitu chako? Unavyomuona? Yes, naweza nikasema ni kitu changu. Na mimi nimemkubali pia. Unamkubali pia? Yeah. Kwa sababu namwangalia, nimemkubali, nimempenda, mzuri, mdada anavutia, unajua. Afu na sisi wanaume jinsi tulivyoumbwa, tumeumbwa kutamani na kupenda vitu vizuri kama unavyojua. Mimi mwenyewe ni vitu vyangu kabisa. Naona rangi yake. Umeona? Ni mzuri of course, lakini kwenye swala la dini hapo kidogo hapo ndo kipengele kikubwa. Hata mimi pia yani kama hawezi kubadilisha dini basi ndio hivyo. Na wewe uwezi. Mimi naweza nikajipa pole na yeye pia nikampa pole kwa sababu yeye kanikosa na mimi nimemkosa. Unala kusema hapo? Unaitwa nani? Uwezi kubadilisha dini? Hapana. Uwezi. Lakini pia nimependa. Anaitwa nani? Naitwa Recho. Na wewe aliuliza unaitwa nani? Mimi naitwa, jina langu kabisa naitwa Sharif. Sharif. Ya, ila jina ambalo natumia kwenye masuala yangu ya kazi na business naitwa Kani Brown. Na kitu bado sijamalizia. Nimempenda dada kwa sababu gani? Amenyoka. Alafu pia anaonekana hana mambo mengi. Ni mzuri. Mdada watu anavutia. Kavaa kapendeza mwenyewe, sijui kavalishwa na nani. Sitaki kujua, lakini nimempenda. Ila naumia tu kwa sababu nimemkosa, kwa sababu ambayo iko nje ya uwezo wangu kiukweli. La sivyo tayari nyinyi mngekuwa match. Na ningekuwa nishaondoka naye sasa hivi. Kitambo kabisa. Yeah. Wewe usingepata muda wa kubishana na wengine. Mimi sina mambo mengi. Nani kakuvalisha dada? Nimejivalisha mwenyewe kwa sababu mimi ni outfit correction pia. Yes. Wewe mwenyewe muuza nguo. Kwa sometimes najidesign tu, nikiamka najisikia leo nimevaa hivi kwa navaa. Just like that. Yaani tumeendana, nasema ndio hivyo, baba alikuwa Mkristo, siwezi.
Huyu dada anauza nguo, na wewe unauza nguo. Nahisi kwa wakati huu nafikiri labda kwa sababu ni ghafla sana, lakini inaweza kafika time akabadilisha hata dini, akanifikiria mara 2 mara 3 akabadilisha dini. Lakini ni watu fulani ambao Kwa nini unasema ndo abadilishe? So unajua siku zote hata vitabu vya dini vimeandika kwamba mwanamke ataacha baba na mama, sio? Atafuata njia za mume wake, you know. Kwa hiyo mimi siwezi nikaeti ni no, sasa mimi nitakuwa nimeolewa au nimeoa. Kwa hiyo utafuata njia za mume? Utaacha za baba na mama? Baadaye mtafikiria. Hapo kaka. Kaka anaongea jamani. Nahisi nimepata funzo. Sasa kinachofuata ni challenge. Challenge yetu ya poda. Jamani, naomba poda iletwe on stage. Hii poda kazi yake sasa. Utachukua poda utawapaka watu 2 au 1 tu. Ambaye hujampenda, umekwazika au tangu uje yani ile impression, yani first impression kwako haikuwepo kabisa, yani sijui unanielewa, unampaka usoni. Dada atakupa hapo poda kwenye tishu, unaenda kumpaka usoni mara moja tu pap. Naomba niongee kidogo. Yaani nimpake mtu ambaye sijampenda au sijavutiwa naye? Yes. Hii challenge ni lazima nifanye? Lazima ufanye. Kwa mtu mmoja ndo wa mwisho. 2 hadi 1. La sivyo pia ningesema wote. Sema kwa kuwa nimekuona wewe ni mwelimishaji sana nini? Ungeweza kuwakatalia usiwapake. Sasa nataka umpake 1 tu kwa sababu naona ni ngumu kwako. Au uchague mtu akupake wewe. Wewe siwezi kupaka? Jamani, dada zangu warembo. Mmependeza of course, lakini kwa sababu sina budi nifanye, mtanisamehe. 1 tu. Mtanisamehe. Mimi naomba ombi moja tu. Angalau kama ni kutowapenda basi nisiwapende wote. Niwekee hata alama kidogo tu hapo. Kidogo tu. Angalau. Mnasemaje? Yaani kidogo tu, hata kidogo tu angalau. Yaani nisionyeshe kwamba fulani no. Wote au 1? Kachap, wote 1. 1. Wote 1. 1 tu. Wote 1. Tungemsikiliza anasemaje mwenyewe. Yeye kasema aweke 1. Wote 1. Haya 1. Tafuta 1. 1 ameshinda jamani. Kampake wewe 1 ambaye humpendi. Hujavutiwa naye. Ndio unakunja hivyo. Kweli una huruma. Au jipake mwenyewe. Jamani, kaka yetu Kani Brown amejipaka mwenyewe poda. Mapenzi yalioje? Yani mimi kwenye mapenzi of course siangalii, na mimi nipo kama nabii, kama mtume tu. Mimi napenda kila mtu. Umeona? Na yani mimi napata changamoto kupata mwanamke wa aina yangu kwa sababu mimi napenda mwanamke anipende. Si unaelewa? Napenda mwanamke anipende. Kwa hiyo ni shida ndio inapokuja kuanzia hapo. Kupata huyo ambaye atanipenda mimi. Ila mimi napenda kila mtu. Jamani, tumemsikia kaka. Imeniuma, imenifurahisha. And Kani Brown is going home single. Jamani, mmemwacha kaka mwenye mapenzi ya dhati hivi jamani. Kani Brown. Yes. Ulisema hilo ndio jina la social media, si ndio? Yeah. Kani Brown. Yeah. Jamani, mtamwona huko Instagram, Facebook, sijui nini, si ndio? Yeah, Instagram Kani Brown. Instagram natumia official Kani Brown_tz. Hivyo. Okay. Yeah. Asante, karibu tena. Siku nyingine labda utampata anayekupenda. Sawa. Kani Brown anaenda nyumbani single.
Don't forget to subscribe channel yetu ya YouTube. Usisahau pia kubonyeza kile kitufe ili uweze kupata notifications kwa kila content tunayo